4 kuanzia aya ya kwanza. Anauliza, je, katika maeneo haya, je, kuna mtu aliye na akili ambaye anaweza akamtafuta Mungu wakati ambapo ulimwengu unaenda kombo, ulimwengu unazidi kuchanganyikiwa? Je, miongoni mwa ulimwengu uliochanganyikiwa kuna watu walio na akili timamu ambao wanamtafuta na kutafuta uso wa Bwana? Na ndiyo maana tukaanza kwa kuuliza swali, je, ni nani atakayesadiki maneno haya? Naomba usome aya kwanza hadi ya pili. Inasemaje msomaji? Mpumbavu amesema moyoni. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao. Wameharibu matendo yao. Na kuyafanya chukizo. Na kuyafanya chukizo. Hakuna atendaye mema. Hakuna atendaye mema. Toka mbinguni. Toka mbinguni. Bwana aliwachungulia. Bwana aliwachungulia wanadamu. Aone kama yuko mtu. Aone kama yuko mtu mwenye akili. Mwenye akili. Amtafutaye Mungu. Amtafutaye Mungu. Toka mbinguni Mungu anachungulia aone, je, miongoni mwa wakazi wa Tambotola, je, kuna mtu aliye na akili? Kuna mtu aliye na utambuzi katika maisha yake, ambaye anatambua kuna Mungu Mwenyezi mbinguni, ambaye anatambua Yesu alikufa kwa ajili ya maisha yake? Je, kuna mtu aina hiyo ambaye anamtafuta Mungu? La sivyo, anazungumza katika kitabu cha Warumi 2 akisema, je, au mnaudharau wingi wa neema ili msijue kwamba Mungu amekuweka hai ili uweze kujitambua? Anapozidi kuchungulia toka mbinguni, anakupa neema, ananipa neema, ili kwamba ninapozidi kuishi siku baada nyingine nitambue kwamba inanipasa kufanya uchaguzi na maamuzi yaliyo bora, kumfanya Kristo kwa Mwokozi wa maisha yangu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Warumi 2 aya yake ya 4 inasemaje msomaji? Rasul anauliza, baada ya kuwa anachungulia toka mbinguni, Mwenyezi Mungu anauliza swali, je, tunaudharau wingi wa neema na rehema aliyotupa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuishi maisha yako leo sio uhakikisho wa kesho? Na ndio maana bado kuna rehema na bado kuna neema. Mungu wa rehema bado upo wazi, anakuhitaji uje chinzi ulivyo, hata kama wewe ni mdhambi, hata kama wewe ni mlevi, hata kama wewe ni mchawi. Yesu alikuja kuwaokoa waliopotea, alikuja kutafuta kilichopotea. Anakuhitaji ndugu yangu, anahitaji abadilishe maisha yako, anahitaji aguze moyo wako na familia yako, arejeshe amani katika familia yako, arejeshe afya katika familia yako, akurejeshe katika misingi ambayo ni ya Mwenyezi Mungu, misingi ya imani ya kweli, ili atakaporejea mimi na wewe tuweze kuhesabiwa haki kwa ajili ya ufalme wake. Amina. Inasemaje Warumi? Au waudharau wingi wa wema wake. Sikiliza ndugu yangu, nauliza swali kwamba au unaudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake. Na ustahimili wake. Kwa lugha nyingine, Mwenyezi Mungu anauliza, unadharau uvumilivu wake? Ndio maana leo utaenda kuiba warudi, ndio maana leo utaenda uchawi usiku unarudi salama. Maana Mungu anavumilia, anakuona jinsi ambavyo unatembea, anakuona jinsi ambavyo unafanya maovu, anakuona jinsi ambavyo unalewa kabisa. Unapaswa kujitambua. Wengine wanalala kwa barabara usiku mzima, lakini Mungu anakuhifadhi, anakuvumilia jinsi ambavyo wanawake wanavumilia waume zao, kwamba ni kwa sababu ya watoto, ni kwa sababu ya ndoa yangu. Ndivyo Mungu anavyokuvumilia, ndivyo Mungu anavyonivumilia. Lakini anauliza swali, au je, unaudharau ustahimilivu wake na uvumilivu wake? Usielewe na kutambua kwamba usijue ya kuwa wema wa Mungu, usijue ya kuwa wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu. Unakuvuta upate kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Wema wa Mwenyezi Mungu unakuvuta ili uweze kutubu. Mungu anakuvumilia ili akupe nafasi utubu. Mwenyezi Mungu hajahitaji chochote akipotee. Mwenyezi Mungu hajahitaji mtu yeyote apotee katika ulimwengu wa giza, lakini amekusudia kwamba kila mwanadamu aliyemuumba kwa uso na sura yake, wote atakaporejea awakomboe kwa ajili ya ufalme wa milele katika Yerusalemu mpya, waingie na kuimba wimbo mpya na mwana kondoo na kuishi
kuishi maisha ya umilele. Na ndio maana tunaambiwa kwamba Mungu anavumilia ili kwamba kupitia kwa uvumilivu wake utuvute ili tuweze kuishi kama watu tuliokombolewa, tuweze kuishi kama watu ambao wanaandaliwa kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Amina.